au kama ofa nakupa. Twende tukafanya mapenzi mara moja, nikupe 300 zote. Pumbavu kabisa wewe. Live. Yaani nimeamini kweli ni Edem ni malaya kichizi yani. Hivi kumbe Edem ni boya, kumbe ni bwanga. Wala sikuumize kichwa sawa? Sijakufuata wewe, nimemfuata Kigoya. Naomba kodi yangu ya nyumba. Unaomba 5,000 kwa hali sasa hivi na wakati unaona na mamangu kalala hapa chini. Haya maneno unazungumza wewe, kuna mtu anakusemea wewe. Unajua wewe ndio utamfanya hata mtoto naye akitoka tumboni atasononeka sana. Kwa leo ni negative. Ina maana ile misaada yako unakuwa unanisaidia mimi ndio malipo yake, si ndio? Kweli? Nilipomwambia Kigoya alikataa. Akasema kama nataka kuwa na mahusiano na yeye nitoe hii mimba. Rozi mwanangu. Kama mnataka utafutaji mwanangu, usibe cha mtu. Hatuna ndogo mwingine zaidi ya mama. Hatuna mtu mwingine zaidi ya mama. Ninakusikiliza mama mtu, maana umenitia hapo kichoroni hapa, si unaelewa? Tuachane na hayo bwana. Unajua nini mpenzi wangu? Niambie. Yaani hivi karibuni nilikuwa najisikia vibaya sana. Sasa nikaona niende nikapime. Wakuta na malaria ngapi? Bwana haraka. Lazima nijue mpenzi wangu anaumwa nini. Nipambane mimi kama mimi, tunajua tena Kigoya wako Ndio bwana nakukubali mandevu wangu. Ulienda kupima? Utakuta na ujauzito. Vipi? Mbona umekuwa hivyo? Hivi kumbe Edem ni boya, kumbe ni bwanga. Hivi nikuulize kitu, mimi unaona nafaa kuwa baba? Nafaa kuwa na mtoto? Hebu sikiliza, acha mambo yako ya kishamba, sawa? Habari za mimba zako peleka huko. Alafu sikiliza nikwambie kitu. Hii namba ni chafu. Hata watoto wanaijua, huwa haigawanyiki. Unaniletea maswala ya kishamba, mimi na mitikasi kibao ya kufanya. Nikae nawaza kwamba mtoto kanya, mtoto kakojoa, Edem vipi? Rozi mwanangu. Bema. Mimi hapa mamangu alinitelekeza. Nikaa bibi moja aliniokota. Nikawa naishi naye. Yule bibi nikakaa naye. Baadaye nilipopata baba yenu, yule bibi naye alipoteza maisha. Kabaki sina ndugu. Muda hiyo baba yenu nikakaa naye, nikakuzaa mwanangu. Tunaishi tu vizuri. Niliposhika mimba ya Jomani, baba alifariki. Nikabaki sina ndugu. Sina sehemu ya kwenda. Sasa baba pia sikuwa sijui kwao. Kabaki na wale tu mimi mwenyewe watoto wangu. Sina ndugu. Mama, usiongee maneno mbele ya watoto wako. Mama, usiseme hivyo. Mimi hapa na Jomani ndo ndugu zako. Na kuhusu kukutibisha mama, mimi nitapambana kadri niwezavyo. Sawa mama? Na utapona. Seti Joma. Kwa hebu punguza mawazo, kunywa uji. Kuhusu kukuhudumia wewe hata usijali. Tumeanza kukuhudumia tangu bado umeanza kugua mpaka hapo ulipofikia. Ndio maana tunakupambania, bado tunakuhitaji sana mama yetu. Hivi haya maneno unazungumza wewe, kuna mtu anakusemea wewe. Unakuwa ukoje wewe, lakini unanifanyia nini hivyo Kigoya? Tafadhali niachie.
Alafu nisikilize sawa? Ukitaka kuendelea kuwa na mimi, katoe hiyo mimba kisha urudi kwa Kigoya. Sijui umenielewa vizuri? Hutaki kuendelea kuwa na mimi? Chafua, kila mtu apite njia yake. Sikiliza Kigoya, nikwambie. Mimi najua wewe, mimi ni mimba yako. Najua wewe ndio baba wa mtoto wangu, lakini siwezi kutoa mimba hata siku moja. Kwa nini nitoe kiumbe kisichokuwa na hatia? Wakati sasa leo tulifanya wote. Kaa ukitambua, mimi na mimba yako. Na siwezi kuitoa. Mimi nitaenda sawa. Kama umeamua hivyo basi. Basi Mungu mwenyewe ndo atakayejua nitaishije. Nakushukuru sana. Nakushukuru sana Kigoya. Nakushukuru sana. Wasepa. Sijeka kuchafua hapa mapema nikakuharibu na niletea mafaili ya mimba. Mimi ni daktari au mimi ndo nalea watu wenye wajawazito? Pita hivi. Ekenge hii. Rozi mwanangu. Mama. Kama mnatafuta utafutaji mwanangu, usibe cha mtu. Kisa mimi nipone. Tafuta jasho lako mwenyewe. Joman. Naam. Naomba wanangu mpendane. Mshirikiane. Ili mhakikishe ninapona mimi mama yenu. Mama. Sawa mama, tumekuelewa. Na mimi nakuahidi mama yangu, sitatamani cha mtu. Sitaiba cha mtu. Na nitapambana niwezavyo mama, na kuahidi mbele ya mdogo wangu. Nitakutibisha mama yangu. Sawa? Na kuanzia leo hebu usiwe na mawazo tena. Toa kabisa mawazo yako. Mama daktari alishauri uko na mawazo sana utapata pressure. Sawa mamangu? Nashukuru mama. Kunywa uji mama. Utapona tu mama wangu. Nice. Umekutwa na nini? Mbona unalia barabarani? Msielewi dada, nifanyeje? Sijui dada nifanyeje mimi. Nimeshakwisha tayari. Umeisha na nini? Niambie, umeisha na nini? Dada, hapa nilipo na ujauzito. Ujauzito wenyewe wa Kigoya. Wa Kigoya? Na nilipomwambia Kigoya alikataa. Akasema kama nataka kuwa na mahusiano na yeye nitoe hii mimba. Dada, mimi sijui nifanye nini. Rozi. Kaka huyo. Vipi? Leo umechelewa kuamka, nikasema sikuamshi. Kwa kweli jana nimechelewa kulala, bwana hujaniamsha. Nimelala muda umeenda. Nikasema nitaamka muda nitakaojisikia, maana hata leo kazini siendi. Vipi Rozi? Yaani kila ninapoamkaga mimi nakutaka tunafanya usafi. Nikienda, nikirudi. Yaani hivi hauchoki kufanya kazi? Lakini si ndo wajibu wangu kaka. Kweli. Lakini Rozi, mimi binafsi naona hizi kazi hazikufai. Kwa sababu mara nyingi naonaga hizi kazi wanafanyaga wale watu wazima wa mama. Yaani wale ambao wamekata tamaa ya maisha. Ila sio warembo kama wewe ambao wanatarajia kwenda kwenye ndoa zao kufanya maisha. Sio kama napenda kufanya hizi kazi. Ila na changamoto pale nyumbani. Mama yangu ni mgonjwa sana. Ninatakiwa pesa apeleke hospitali.
Kwa nisipofanya hizi kazi, sitampeleka mama wangu hospitali. Pole sana. Asante. Ila kwa changamoto hiyo ningeomba ni kwa ajili hapa nyumbani. Na nadhani nitakuwa nakulipa 1,500,000 mpaka kuendelea, kadri siku zitakavyozidi kwenda nitakuwa napandisha mshahara. Kweli kaka? Nisikilize. Nyamaza usilie. Nisikilize kabisa. Sawa? Hapo inachotakiwa twende kwa mamake na Kigoya. Hapana. Nenda kamwambie ili tujue tunafanyaje. Mtoto wake tayari ameshanikataa. Alafu leo unaniambia niende kwa mama yake. Itawezekana kweli? Hapana. Yule mama ni mtu mzima, atajua anatusaidiaje. Nice. Wewe unaona mimi mwenyewe nilikuwa na hali kama hiyo. Ali sasa hivi yuko wapi? Sikesha kwa baba mtu mzima. Sasa una shida gani? Na kingine. Nataka nikamwambie Kapija. Hapana dada, sio kwa sasa. Hata ni wakati. Nitamwambia mimi ni mtu mzima, nitajua namwambiaje. Kapijo lazima nimwambie. Naomba tuende kwangu. Tukapumzike. Sawa? Ndio. Sawa, mimi niko tayari sasa hivi. Maana miezi miwili tayari nimeshafikisha 300,000. Na maana mamangu naweza kumpeleka hospitali. Kweli kabisa. Ila kwa sharti moja tu. Ninahitaji unalala hapa nyumbani. Sababu kuna vitu vingine mimi nilikuwa nashinda kujisaidia mwenyewe, ila wewe unaweza kunisaidia. Kaka. Swala la kuhamia hapa nyumbani itakuwa ni ngumu kidogo kwa sababu mamangu ni mgonjwa sana. Ninapotoka asubuhi namwacha na mdogo wangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba mimi nakuja asubuhi, alafu jioni narudi nyumbani ili kumsaidia mamangu nyumbani, kwa sababu asubuhi ninapotoka kuja huko kazini na hata nimemuosha, nimeacha mazingira sawa na mwacha tu mdogo wangu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu mamangu ananitegemea. Hapana, mimi siwezi kubaliana na hilo. Kama unahitaji pesa, nisikilize mimi. Ila kama unahitaji pesa, pia ni shauri yako. Lakini pia kitu kingine ambacho ni kama ofa nakupa. Twende tukafanya mapenzi mara moja, nikupe 300,000 zote. Uende kumtubu mamako. Bi mkubwa, sema unamwambia mtu wako naoshe vyombo. Watu wavivu tawaona. Yaani wewe vyombo vitatu tu hivyo unaona kazi kuosha. Yes, ndo mchafuzi lakini. Bi mkubwa. Unaenda hapo Kigoya? Kia hapo mitaa ya kati hapo. Hebu rudi hapa na mazungumzo na wewe. Bi mkubwa anakusikiliza. Time nini sasa? Hutaki kuongea na mama? Hamna maana, unajua na wai harakati zangu hapo mbele. Sasa ni hivi. Yule binti alikuja hapa. Afu bro nimekumbuka basi. Kile kidems kilikuja hapa maskani. Eti kinasema mara umekijaza mimba. Wasema bro nimekizingua kinoma yani. Sema ni yani sasa hivi kilipo huko kinajuta yani kutimba hapa maskani. Dogo dende. Alafu na wewe uache ujinga wako wewe. Hakika. Unaongea nini hicho? Hapo nafanya kama kukusaidia tu. Umefikia huko? Yaani mimi nakuheshimu kama kakaangu. Sikufikiria kuniambia maneno kama hayo. Alafu isitoshe, wewe si una mke wewe? Wewe tangia umekuja kufanya safa usha kumuona yuko wapi? Una muda gani humuone hapa nyumbani? Kachapa. Mke wako namjua. Sawa? Kasafiri tu kikazi lakini namjua. Alafu isitoshe, wewe ni kakaangu. Nakuheshimu kama kakaangu. Siwezi kushiriki na wewe hata siku moja. Wewe kama unanisaidia nisaidie. Kama haiwezekani basi, nitakuwa nakuja asubuhi nafanya usafi naondoka naenda nyumbani. Uko tayari kuenda kumtuma mamako au utaenda kubishana na mimi hapa majiani kuwafaidisha? Nikwambie tu kaka. Siwezi kusubutu kushiriki na tendo la ndoa kwa siku moja. Wewe ni kakaangu tu. Kama utaki, acha naondoka.
Mimi binafsi siko tayari kuwa baba na wala siko tayari kuwa na mtoto. Kama wewe unahitaji kuwa na mjukuu, mchukue umlete hapo uishi naye. Sio mimi nahitaji kuwa na mtoto. Mambo gani bi mkubwa unaanza kunizingua kinoma? Yule mtoto, yule binti utamtunza, na mtoto yule akizaliwa utamleta hapa nitamlea. Sina maneno mengi ya kukwambia. Kama utaki basi na hapa kwangu uondoke. Bi mkubwa. Nice mdogo wangu. Ina maana utaishi hivyo mpaka lini? Dada, kiukweli mimi najitahidi nizoe, lakini nashindwa. Na sijui hata nifanyeje. Kiukweli najikuta tu nakuwa hivi, nashindwa kabisa kuzoea. Sasa sikiliza mdogo wangu, Nice, nikwambie. Ukiwaza sana, mtoto utamletea kusononeka moto tumboni. Umenisikia? Hebu jikaze. Kapije huyo? Sasa unavomfukuza blaza aende wapi sababu? Kati hapa ndo maskani yao. Tena na wewe inabidi uongozane na kakako muondoke hapa. Simletee ujinga. Mkubwa sikilize. Mimi si jemedali. Mimi si mwamba. Mimi si mtoto wa kiume. Baridi barafu. Mimi hapa kwako nasepa. Ila swala la kuwa na mtoto hapa kwangu ni noma. Yaani baridi barafu sele mbwende tidende tu. Sabla unaenda wapi sab? Dogo baridi. Ila bi mkubwa unazingua. Kwa hiyo na wewe unaungana na kakako, si ndio? Wewe Rebeka, wewe rudi uje umalize kuosha vyombo hapa. Ni hatari kwa kweli. Kaka. Karibu. Jamani, mwanangu amekua. Kaka Pijo. Naam. Habari? Salama za hapa? Nzuri, karibuni. Asante, mnaendeleaje? Salama, karibuni. Asante sana. Nice. Mimi naondoka. Hatua iliyofika kwa ugonjwa wa mama yako ni hatari sana, na uvimbe wake ulipofikia ni stage ya mwisho, kwa sababu kuna stage ya kwanza, ya pili, ya tatu na nne. Na huo uvimbe stage iliyofika sio ya dawa tena. Sasa basi ni kutafuta pesa na kufanya operation haraka iwezekanavyo. Dada. Naona mazao yamestawi vizuri na yamekomaa vizuri. Ndio kaka, suna yaona. Yaani haya hapa yamekomaa, tunahitaji kuyatoa. Na haya hapo mengine tunatoa haya, tunabandika haya. Vizuri kabisa. Kwa sababu nilikuwa naamini kwamba huyu namtumia pesa ni kweli anafanya. Kweli analima au ndo ameshanipiga hivyo. Lakini rafiki yangu ulijitahidi. Kwa peke yako umelima huku na huku peke yako tu? Mama nilikuwa nalima na Dakendi. Ningeshangaa. Yaani dem ni malaya kichizi yani. Da! Yaani kule umeabananga afu kumekuja kustay amani kabisa ni kimboga afu na furaha sio? Sasa daktari, nimekuelewa. Nitalifanyia kazi. Na kingine, kuna baadhi ya dawa nimekuandikia hapa. Zitaendelea kumsaidia. Japo sio tiba sahihi. Utapita pale uchukue dawa. Haya, asante. Asante daktari. Mama nani? Yaani demo umefanya mpaka sivi maskini tu pale tuna shida yani blaza wangu ameondoka yani kisa wewe. Wa demo ni malaya yani. Oa, sema usio kaja kwenye mifumo yangu yani. Wewe binti. Wewe. Oa bro, sikiza nikupange. Kwa makini sana na huyu dem, sawa? Ipo siku atakuletea mbuzi kwenye gunia afu ushindwe kujua mbuzi ni wa nani. Wewe. Dada, naomba uniambie. Kuna kitu gani kinachoendelea hapa katikati? Huyu binti amezungumza maneno magumu sana. Hamna kitu chochote kaka. Alafu kaka, kuna siku kakake nilikutana naye, sasa akataka kunizingua. Kuna maneno fani hivi nilimwambia. Kwa hiyo mpaka leo kadogo kake waga kananidili. Kila siku akiniona lazima kaniambie maneno ya hivyo. Hamna chochote. Sawa. Nitajua. Si unaamua kunificha? Nitajua tu. Mume wangu, mimi naomba tusipige kelele hapa.
kwa sababu unavyoongea hapa watu wote hapa wanakusikia. Hebu naomba mambo tukayamalizie nyumbani. Haya, twende nyumbani. Nimejia pesa yangu. Yaani jana hakumaliza usafi. Ulifagia tu. Ukao umeondoka, haukufua. Kwani ulinipa pesa? Si hapana. Nilikuwa naomba lazima 20,000 nikalipie kodi. Maana mwenye nyumba amesema saa 10 tu anakuja kuchukua pesa yake. Alafu utakuwa unanikata nikija kufanya usafi. Yaani jana umeacha hela mwenyewe. Asante tena unaomba hela. Yaani ilikuwa ni kile tu cha muda mfupi tu. Tunafanya nakupa hela yako cash. Wala hata isingekuwa ati nikukupenda ukopesha. Hivi nyewe wanaume mpoje? Kumsaidia tu mtu eti mpaka atimize haja yake. Sawa, nimekubali. Ila naomba utumie robo saa tu. Nimwahi mamangu. Hilo halina shida. Nafanya hivi ili nimsaidie mamangu. Mamangu aliniambia nisiibe cha mtu wala nisitamani cha mtu. Nitafute pesa yangu mwenyewe. Mungu nisaidie. Saidia Mungu niepushe na maradhi. Kunywa maji shusha presha. Maji nimekunywa nyumbani. Kunywa maji shusha presha. Hatuwezi kufanya chochote kiwa hivi. Lozi mtoto mzuri. Nashukuru sana kwani nimefurahi. Asante kwa hilo. Ila naomba samahani sana. Nilikuwekea madawa kwenye maji ili niweze kufurahi vizuri. Kwani ulinipa muda mchache sana wa kuenjoy nayo. Lakini napenda kukujulisha. Mimi ni mwathirika
Nisamehe kutokujuza mapema. Na pesa za kumtibia mama ziko hapo mbele. Asante. Nini hatimaye hapa? Mungu wangu mimi. Nisaidie. Mamangu. Ali mwanangu. Na mama. Sasa hivi huu mtaa umechafukwa. Usije ukajiingiza kwenye makundi haya yanaonekana hapa mtaani. Tumeelewana? Sawa mama, mimi nakuelewa. Naomba ufanye kazi. Niko kutoa ni mbali. Karibu kaka Pijo. Asante, nashukuru. Dada samani. Shikamoo. Marhaba. Naomba utupishe kidogo. Na mazungumzo kidogo nahitaji kuzungumza na wewe dada yangu. Muda si mrefu nilikuwa pale shambani. Niko na dada yangu Nice tunaangalia mazao pale. Lakini kuna kitu ambacho mimi mpaka sasa hivi kimeniweka sintofahamu. Kuna binti amepita pale, amezungumza maneno magumu sana. Dada, huyu ni rafiki yake mkubwa sana na Nice. Hebu naomba uniambie, kuna kitu gani kinaendelea dada? Hili jambo tena sio la kuficha. Ndio. Mama. Unaendeleaje sasa? Ndio vizuri. Dada ameondoka saa ngapi leo? Ondoka mapema tu. Manake nimewahi kuamka asubuhi sana. Nimeondoka. Amekuandalia chochote leo asubuhi? Haja kuandalia chochote? Bi mkubwa, shikamoo. Rebeka, karibu. Sikia sasa. Mimi hapa na shida na 5,000. Alafu kama unavyojua pale maskani sasa hivi mimi ndio tegemezi, bro sasa hivi hayupo. Alafu ndo alikuwa kila kitu yani. Alafu na shida ni so poa. Unaniomba 5,000 kwa wale sasa hivi na kati unaona mamangu kalala hapa chini. 5,000 naitoa wapi mimi kukupatia wewe? Nice ana ujauzito. Na ujauzito huo ni wa Kigoya. Na mwenye ujauzito kaisha ukataa. Dada, sasa hapo nimefahamu. Hapo nimeelewa jambo. Nakushukuru. Nakushukuru sana dada yangu. Huyu Kigoya anataka kuniletea mchezo. Nashukuru sana. Kaka Pijo? Naam. Nashukuru, nakushukuru. Mtajua nifanye nini? Kishi. Kwa hiyo Jomani, mambo ya mamako kuumwa na mahusiano yote naingia naje hapo au vipi? Hapo sikia Jomani, acha basi ushamba. Yaani wewe umetuza kipindi hapo na mlea maza yako. Alafu sitaka kama kupiga huko mara. Vipi wewe? Hivi Rebeka, unakisikia unachokiongea? Sister yangu ameenda kupiga umalaya, si ndio? Alafu sikia Jomani, sawa? Huyu bi mkubwa huyu aumwa anajifanyisha tu hapo nini? Rebeka. Naomba toka nyumbani. Toka nyumbani kwetu. Ondoka sasa hivi. Nimesema toka nyumbani kwetu. Au sio? Ondoka hapa sasa hivi. Sema yeye bi mkubwa kufa kama vipi? Nimesema ondoka nyumbani kwetu. Toka. Haina noma. Mibangi inakuharibu mpendo. Kigoya! I say blow. Kome mo utimbe maskani yetu au vipi? Alafu ulivyokuwa mshamba unakuja maskani yetu unaona tatalila nyingi hadi kachapa si nani huyo Kigoya nini? Au demo wako kuzingua huko mmoja utulizia maslahi yako hapa I say blow ni noma. Umepeleza paka maskani yangu umeijua. Sikiliza wewe binti. Sijakufuata wewe, nimemfuata Kigoya. Naomba unieleze Kigoya ameenda wapi? Au vipi? Hiyo Kigoya mwenyewe hayupo. Amu unavyoamua sasa. Hayupo hiyo Kigoya mwenyewe huyo. Wewe unanijibisha mimi hivyo? Wewe. Watoto. Wewe unanijibisha mimi hivyo? Mshenzi wewe.
Aha, bwana nimewakuta. Naomba kodi yangu ya nyumba. Sister yangu ametoka sasa hivi hapa. Kuna sehemu ameenda kuchukua hela yake. Ananiletea hela hapa. Nakuletea hela zako sister yangu. Nilikuja na mkaniambia kwamba mtaijia saa 10. Saa 10 nilirudi siku ikuta hiyo hela. Na leo nimerudi kwa mara ya pili. Nahitaji kodi yangu ya nyumba. Sawa sister yangu, nilikwambia juzi na kodi. Mtahama? Okay, basi. Mtahama? Haya basi nisikilize. Nina hela pungufu hapa. Shilingi ngapi? Kuna hela pungufu? Na 15,000. Haya naomba. Naomba jamani, napotezea muda. Wewe, usinipotezea muda, mimi nataka kuondoka. Kaa nini wewe? Shezi wewe. Manza sio bro amekuja hapa afa anaenda tantalila nyingi anamuuzia kigondo kama vile wanikuta hapa amenikaba. Alafu maskani kabisa maza. Eti, Kapijo kuna nini? Mama, mimi kilichonileta hapa ni kumpata Kigoya. Kigoya amempatia mimba dada yangu. Alafu anaikataa na kumwambia aitoe. Dada yangu aitoe. Atoe mimba akifa. Mimi hilo nalijua. Sawa mwanangu. Mimi naomba tu niachie, unipe nafasi. Niweze kukaa kutulia, tuweze kukaa chini kuongea ili tuweze kulimaliza. Kigoya akirudi hapa, mwambie Kapijo amesema ama zake ama zangu. Na popote tutakapoonana tutamuona nani mwanaume. Nimemaliza. Lakini Kapijo mwanangu. Wewe umeshasukumi nipita gari ya mshala. Fanya haraka. Nipe mimi. Unajua hii nyumba nimejengaje mimi? Kama nilikuwa na danga huko, mshenzi au muone mtoka huko. Joman. Joman. Mama. Joman nimewasikia. Dada kwa hajaja. Dada bado hajaja. Mama, sio kaida mwanangu kainje mpaka sasa hivi. Hamna mwanangu ana hali nzuri huko. Usiniambie sister mambo mabaya. Yuko salama anakuja. Nimetoka kuwasiliana naye sasa hivi. Ni mkubwa. Hivi kumbe huyu ni bro wake na Nice. Hivyo ni mjinga, si ndio? Sema bi mkubwa bro ya bananga hapa. Pumbavu kabisa wewe. Ina maana wewe umjui huyo Kapijo huyo? Umjui huyo? Waone. Sema mama za jande kuitwa bibi. Pumbavu kabisa wewe. Tulia punguza pressure. Hapana. Sister anakuja kwa muda. Amna. Joman mwanangu aipo. Mama. Mama kunywa maji. Mama amka unywe maji basi. Mama umepatwa na nini? Mama mbona niache mwenyewe? Hebu acha masiala mamangu. Mama dada amekuja mamangu amka. Mama amka basi. Mama dada amekuja. Mama Nywele yangu inawasha. Njoo kesho nikufumue. Itakuwa kesho. Sio leo. Tena shogangu umeshaanza kusikia hela. Na kusika kwenyewe hajui. Makubwa. Uhakika kabisa. Basi nendeni huko mnakosikiaga. Okay. Habari zenu? Salama. Jamani, si mke wa Kapijo huyo? Ndio yeye. Kanenepa alafu kapendeza.
anatunzwa na mume wake. So nyewe mmekalia hapa vinywele vya ofa, ya ofa. Mwenzangu, kingine hicho. Hivi unafahamu Naisi ana mimba ya Kigoli? Mpo? Makubwa. Sasa hivi yuko ana ujauzito. Yule ndio kaona mwalimu wa kumzalia. Si ndo hapo sasa. Bado. Tuliza kichwa mimi nikusuke ubea. Nisuke gebe, nisuke. Makubwa. Tutabaki na nani sasa? Tutakuwa wageni wa nani sisi? Mama ndio alikuwa anatujenga. Mama ndio alikuwa anatutetea mama. Mama ametuacha mapema sana. Mama mbona kafa? Mama. Unajua sielewi. Huyu mama amekufa ghafla. Ni nini kilimpata? Haujui. Sijui, mimi nimesikia tu. Ile juzi alikuja mama mwenye nyumba. Acha agombe sasa. Anadai kodi ya nyumba. Alipiga makelele mpaka huyo mama akapata pressure mpaka akafa. Kweli? Ndio huyo mama huyu. Mbona ana aibu? Kuna nini dada? Lozi. Nikaze mama amefariki. Mama? Mama amefariki. Mama wangu mimi. Mama! Lozi. Lozi. Wewe. Una nini? Mbona unalia hivi? Hivi bado unalia tu kuanzia msiba mpaka leo? Sijui mimi hatima ya maisha yangu. Tayari maisha yangu yameharibika na Bwana Rose, hebu acha hizo habari. Nishakwambia jikaze kufiwa. Tunaambiwa sisi binadamu. Yaani sijui mimi mdogo wangu anaishi vipi mimi. Sijui mimi nani. Dada.
Kunywa maji shusha pressure. Maji nimekunywa nyumbani. Kunywa maji shusha pressure. Hatuwezi kufanya chochote kiwa hivi. Rose mtoto mzuri. Nashukuru sana kwani nimefurahi. Asante kwa hilo. Ila naomba samahani sana. Nilikuwekea madawa kwenye maji ili niweze kufurahi vizuri. Kwani ulinipa muda mchache sana wa kuenjoy nayo. Lakini napenda kukujulisha. Mimi ni mwathirika. Nisamehe kutokujuza mapema. Na pesa za kumtibia mama niko hapo. Mimi hatima hizi hapa. Hivyo ndivyo nilivyokuwa dada. Wewe, kumbe ndio hivyo. Sasa Rose, nisikilize. Unasikia mdogo wangu? Kuhusu mdogo wako Joma ni wala hata usiwe na shida. Wala sikuumize kichwa, sawa? Nimeongea na kaka yangu. Atampeleka kule. Atakuwa anaenda naye garage. Atajifunza. Ili mwisho wa siku atapata kazi kule. Kwa hiyo kuhusu huyo mdogo wako hata usiwe na wasiwasi. Alafu kitu kingine, Kigoya, unampeleka wapi huyo mtoto? Rose, kuliko kukaa unalia hivi siku zote, unaonaje? Mimi nachokushauri tu uende hospitali ukapime afya yako. Siwezi, naogopa sana. Unaogopa nini Rose? Hauwezi kuishi katika hali hiyo. Umeona? Sio kila mtu ambaye ametembea na mtu aliye na maambukizi na yeye amepata maambukizi, sawa? Naomba umrudishe wewe mtoto pale chini. Oya, sikiliza sawa. Wewe ulitaka wewe ndio uzae na dada yako. Mimi nimezaa na Nice na hii ni damu yangu. Na ninajua kabisa kwamba Nice alishajifungua, nimekuja kumtazama mtoto wangu. Kigoya, naomba umrudishe pale chini huyo mtoto. Wewe jamaa wewe naona mambo ya. Unakataa mimba alafu unamwambia aitoe, alafu leo unaweza kuchukua mtoto. Kwa tuseme sasa ulikuwa unaamua nini labda? Unanipangia mimi kwenye damu yangu? Kigoya. Wewe unataka unipangie mimi kwenye damu yangu? Umenielewa? Sana nimekuelewa lakini sidhani. Hapana, usiseme hivyo. Sidhani nani. Nenda kapima afya yako ujidhihirishe kuliko kuishi na wasiwasi. Sawa dada. Kwa jamani mchumba nini? Jamani nini? Nini? Jamani nini? Wifi yako yuko wapi? Ameenda kuchota maji. Sasa huyu mtoto ulikuwa umemwacha nani? Nilikuwa nimeenda uani, siwezi kuenda na mtoto uani. Jaribu kuwa makini basi.
Wow. Hawezi kuwa mtamu. Hivi wewe. Kwani umenifanyia vile? Ina maana ile misaada yako ulikuwa unanisaidia mimi ndio malipo yake, si ndio? Hivyo una roho ya namna gani wewe? Tulia hivyo hivyo. Siku yangu. Nisikilize, hizi ni namba witiri. Hazigawanyiki. Wapi? Sikiliza, tunataka huyo mtoto. Shusha huyo mtoto. Kwani mtoto amekosea nini? Anti, kitu gani hujaelewa? Tunataka mtoto. Kitu gani hujaelewa? Anti, hem tunataka mtoto bwana. Sikiliza basi. Tulia hivyo hivyo, mtoto mtoto bwana. Poa, tulia basi. Acha kupiga mguu. Poa. Kelele. Sawa. Kimya. Wewe ndio baba tu. Poa, ile ndiki hapo. Ungeniambia tu. Kwa nini ulinificha sasa? Unamaanisha nini? Ungeniambia tu kwani nikajua. Wewe ndio chanzo cha mamangu kufariki. Usingeniwekea ile madawa yako yale. Ningemwahi mamangu. Sijui kimemuua nini. Rozi. Hamna kitu kisichokuwa na faida yake pia na hasara yake. Alafu kila kitu pia kina malipo yake. Sawa? Ninachokushauri. Kajiunge tu na dawa. Tunaweza kajiunga au sijiunge, ni wewe mwenyewe, ni juu yako. Ila ukiwa unahitaji usishike bana. Ukihitaji pesa, usiogope kufika pale nyumbani. Mwanamke wangu bado hajaja, sawa? Lozi. Majibu yako tayari yashatoka. Uko tayari kupokea majibu yako? Ndio, niko tayari. Kama tulivyozungumza awali, majibu yako yanaweza kuwa ya aina tatu. Positive, negative au invalid. Kuna ile pini langu mwanangu lile nitaka kalitoe. Oh, na nyie mmepata nini hapa? Kigoya. Kwa nini unafanya hivyo lakini? Kwa nini umeamua kufanya hivyo Kigoya? Tafadhali. Nakuomba unipe mwanangu. Mwanangu bado mdogo. Bado mdogo mtoto wangu Kigoya. Naomba mtoto wangu. Sawa, najua hiyo ni damu yako, lakini sio kwa jinsi ulivyokuja hivyo Kigoya. Kwa leo ni negative. Na kushauri pia rudi baada ya miezi mitatu. Ucheki tena afya yako. Na kushauri fanya ngono salama. Sawa. Asante.
sasa wewe huwezi kumlea. Bado una mambo yako mengi, alafu huyo mtoto ni mdogo. Namuomba mwanangu Kigoya. Kwa hiyo ndio umewaleta hawa ndala za zamani hapa maskani eti? Kigoya, naomba umpatie dada yangu mtoto. Alafu mimi napendaga sana warembo akija maskani. Wachafu boy, jimlia warembo hapa. Haya, nipe mtoto. Mimi mtoto nakupa huyu hapa. Huyu hapa mtoto. Huyu hapa. Nakupa. Huyu hapa. Njoo. Njoo. Kigoya, na kuacha kwa sharti moja tu. Kwa sababu umezaa na dada yangu, sivyo? Ungelala kama walivyolala wengine hapa. Ndio.